Haleluya. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Naomba tuketi. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema ya leo ambayo ametupa neema na kibali cha kuiona. Tunapozungumza hivi inakuwaga mara nyingi ni kama unazungumza tu protocol kwamba ukisimama mbele ya watu lazima uanze hivyo kwamba tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Lakini kuna uzito sana kusema hivyo. Nilikuwa na itafakari hiyo wiki hii baada ya tukio la askofu mmoja kuondoka ulimwenguni ghafla kuliko tulivyotarajia, ambaye Desemba tu alikuwepo hapa Mbeya kutoka Malawi. Nafikiri Chikunzi yuko kwenye msiba huko. Ni mtu ambaye tulimzoea na kwa akili zetu na mazoea yetu kwa nafikiri kwamba ni mtu ambaye bado tunaye kwa muda mrefu sana, kwa sababu hakuwa mzee, alikuwa ni mtu mwenye afya yake, ni mtu anaonekana na nguvu, na ni mtu ambaye tulikuwa tunaenjoy sana kumsikiliza. Amen. Ni moja kati ya watu mwaka juzi aliniombea, alizungumza vitu fulani. Yule bishop alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuona vitu katika ulimwengu wa roho. Nilipokutana naye tu hivi Shikunzi aliponikutanisha naye tukiwa kwenye hoteli moja pale Tunduma, Shikunzi akatupisha. Baada ya kunitambulisha, huyu anaitwa Pastor Isaya, ni rafiki yangu na nini, akatupisha Shikunzi, akasema hebu niwaache kidogo, pengine kuna kitu ambacho unaweza ukamwambia akuombee. Lakini kabla sijaanza kumwambia nini aniombee, yeye ndio alianza kusema kwamba kuna 1, 2, 3 hivi ni vitu ambavyo vinapita kwenye maisha yako, na vyote vilikuwa kweli. Nikamuuliza, nikamwambia kuna chochote ambacho amekuinform Shikunzi? Akasema hapana. Shikunzi hajawahi kuniambia habari ya mtu yote hapa Tanzania ambaye nimekutana naye akanisimulia habari zake alafu ndio nimuombee. Hapana. Hiki kitu ni kitu ambacho Mungu ananiambia. Moja ya kitu ambacho aliomba pamoja na vitu vingine ambavyo aliniombea, lakini alistop kitu ambacho alisema ni premature death, yani kifo cha mapema ambacho kilikuwa planned kwenye maisha yangu, kwamba kuna kitu kilikuwa kimeplaniwa, na akasema wewe ni grace tu ya Mungu imekuchukua mpaka hapa sasa upo, lakini katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa vitokee ili kukatisha maisha yako kabla ya wakati, na aliomba hivyo vitu. Na kweli before hapo kuna kitu ambacho kilitokea cha kuniondoa kabisa kwenye maisha. Nilikwenda kunusurukia hospitali. Pastor Niko anafahamu, Shikunzi naye anafahamu. Ndio maana nilikuwa na hisi pengine alimwambia yule bishop. Lakini ilikuwa ni kitu kibaya sana ambacho nilikwenda kutokea ICU. Na kuishi kwangu ikawa hivyo kwamba Mungu ameninusuru katika, lakini ilikuwa siku ile ni siku ya kuondoka kabisa. Hivyo unaweza kuelewa? Hivi ngoja nikwambie. Anawezaje mtu kwa mfano kupona amekunywa sumu ya panya pamoja na vile vichupa viwili vya konyagi vidogo, halafu na chupa kubwa, mzinga wa chupa kubwa moja ya K-Vant, changanya sumu ya panya? Huyo mtu anatokaje? Maana ilikuwa ni siku ya kufa. Lakini kwa nini huyu mtu yuko hapa mbele yenu? Kwa sababu wakati wake hakuwa tayari kuondoka. Haukuwa umetimia kuondoka. Lakini vikatokea na vitu vingine. Mwaka jana mwezi wa 5, accident mbaya ikanipata. Nikaja kuzindukia ICU baada ya masaa kama 8 ya kutokutambua chochote. Yaani kumbe kufa ni kitu tu kinatokeaga ambacho ndio uwezo kujua kwamba ni nini kinaendelea huko duniani.
Yaani unakuwa haupo. Kwa hiyo hujui chochote, kama kuna watu wamejaa hospitali pale, kuna watu wanalia, kuna watu wako huko wanaomba. Yaani huwezi kujua chochote kinachoendelea huko. Yaani kwamba umeshaondoka. Lakini ndio nilikuwa nakumbuka huyu bishop ndio ambaye alitamka kitu. Lakini ni juzi tu yeye alikuwa amekwenda hospitalini na yule bwana alikuwa akisimama kuhubiri. Unaweza kusema hili jengo linaweza likanyanyuka. Mtu alikuwa anahubiri powerful. Nguvu za Mungu zinatembea. Watu wanafunguka, watu wanaponywa. Kuna watu ambao hapa Tanzania wanaheshimu kwamba ni wahubiri wakubwa sana. Ndio walikuwa wanamfuta viatu. Wanamuita dada, baba, wanaheshimu kile kitu alichonacho. Amekaa na wahubiri wa muda mrefu wengi wazee, amekuwa kansela wao na nini. Na ameongoza mahuduma makubwa. Lakini amekwenda hospitalini, ana uvimbe wa tumboni, kuingia theater kufanya operation, basi kaondokea huko theater. Kwa hiyo kinashukuru ndio kuzika, wamezika nafikiri juzi. Kirahisi namna hiyo. Kwa hiyo kumbe kuwepo tu hivi sio kwa sababu tumekula chakula bora. Kwamba kwa sababu najitahidi sana kuchunga afya yangu, nakula vizuri, nachemsha maji ya kunywa, nazingatia kipindupindu kikija, nakwepana nacho. Covid zikija, nakwepana nazo. Sijui na nini. Nasijua sana dawa za vidonda vya tumbo zimenisaidia sana. Hapana, upo kwa sababu yeye ameamua kuwepo na kwa kusudi. Kwa hiyo kumbe yule mzee katika umri huo ameondoka, kaacha amefanya kile ambacho Mungu alikusudia afanye, na wengine tukajifunza vitu, na wengine mauti zimestopishwa kwa ajili ya yule mtu kutamka kwa mamlaka ambayo Kristo alimpatia. Lakini kamaliza kaondoka. Amen. Kwa hiyo kila siku unapoamka, jambo kubwa la kwanza ni kushukuru na kusema asante kwa ajili ya siku hii ya leo, mimi kuona jua linachomoza, ninaishi. Amen. Tuna mengi ya kusema. Mengi ya kusema. Tupo kwa sababu Kristo ameamua tuwepo. Amen. Napenda asubuhi leo kwa kifupi tuzungumze kuhusiana na mwili wa Kristo. Kwa wengine pengine itakuwa ni somo linajirudia, na kwa wengine pengine tutakuwa tunajifunza mambo kadha wa kadha kutoka kwenye hilo. Lakini tumesikia sana kutoka kwenye maandiko haya, kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12, mstari kuanzia wa 12 hadi mstari wa 27. Ni maandiko marefu kidogo. Ninaomba tuvumiliane katika kuyasoma, lakini ni maandiko ambayo tumeyasoma mara kwa mara. Hadi 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12, mstari wa 12 hadi mstari wa 27. Biblia inasema hivi: kama vile mwili ulivyo mmoja, nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili ingawa ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Vivyo hivyo na nini? Yaani ni hivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja wote tulibatizwa katika mwili mmoja, kama ni Wayahudi au Wayunani, kama ni watumwa au watu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Yaani katika huyo Kristo wote tulibatizwa au tulizamishwa katika huyo mmoja, bila kujali hawa ni Wanyakyusa, hawa ni Wasafwa, hawa ni Wakinga. Kwa hiyo hizo kabila zilizozitaja hapo zinawakilisha tu. Basi mwili sio kiungo kimoja, bali ni viungo vingi. Kama mguu ungesema
kwa kuwa mimi sio mkono, basi mimi sio wa mwili. Hivyo isingefanya huo mguu usiwe sehemu ya mwili. Na kama sikio lingesema, kwa kuwa mimi si jicho, basi mimi si wa mwili, hiyo ingefanya hilo sikio lisiwe sehemu ya mwili. Kama mwili wote ungelikuwa jicho, kusikia kungekuwa wapi? Amen. Au kama mwili wote ungelikuwa sikio, kunusa kungekuwa wapi? Lakini kama ilivyo Mungu ameweka viungo katika mwili, kila kimoja kama alivyopenda. Kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Mwili ungekuwa wapi? Kama ulivyo una viungo vingi, lakini mwili ni mmoja. Jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja nawe, wala kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Lakini badala yake, vile viungo vya mwili vinavyoonekana kuwa dhaifu ndivyo ambavyo ni vya muhimu sana. Navyo vile viungo tunavyoviona havina heshima, ndivyo tunavipa heshima maalum. Vile viungo vya mwili ambavyo havina uzuri tunavipa heshima ya pekee. Hiyo yote tuna ushahidi jamani. Kuna maeneo katika miili yetu tunayapa heshima ya hali ya juu sana, na wala usingependa mtu yote aangalie wala kuchungulia. Lakini ni maeneo ambayo unaweza kusahau kama yana umuhimu kwenye mwili wako, zaidi ya yale ambayo tunayapa umuhimu zaidi kwa sababu yanaonekana. Lakini Mungu ameviweka pamoja viungo vya mwili na akavipa heshima zaidi vile vilivyopungukiwa, ili pasiwe na mafarakano katika mwili, yaani pasiwe na migongano au mipishano katika mwili, bali viungo vyote vihudumiane kwa usawa, kila kimoja na mwenzake. Kama kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia pamoja nacho. Kama kiungo kimoja kikipewa heshima, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Sasa ninyi ni mwili wa Kristo, na kila mmoja wenu ni sehemu ya huo mwili. Ninyi ni mwili wa Kristo na kila mmoja wenu ni sehemu ya huo mwili. Huyu ni Mtume Paulo anazungumzia kwa habari ya mwili wa Kristo. Amen. Anasema kama ilivyo kwa mwili ulivyo na viungo vingi, vivyo hivyo katika Kristo. Tumejifunza mara kwa mara ya kwamba sisi tunaoitwa kanisa, sisi ni mwili wa Kristo. Si ndio? Na tumejifunza kwamba Kristo ndio kichwa cha kanisa, si ndio? Sasa kama sisi kanisa ndio mwili wa Kristo, Mtume Paulo anataka kutuambia ya kwamba huo mwili anaufananisha kabisa na huu mwili wa nyama kabisa, kwamba huu mwili una viungo vingi na kila kiungo katika huu mwili kina umuhimu wake na kina sehemu yake. Amen. Anasema ya kwamba kwa mfano kama mguu au mkono, ungesema mimi mguu, nasema mimi sio mkono, kwa hiyo miguu is up to you, mimi sihusiki na nyinyi. Sikio lingesema mimi sio jicho, kwa hiyo macho mtajijua wenyewe. Na pua na sikio lingesema mimi sio pua. Paulo anasema basi kuko wapi kunusa? Kwa maana kwamba kila kiungo katika mwili kina nafasi yake na umuhimu wake, kama ambavyo anasema Paulo hata katika kanisa pia kila kiungo katika mwili wa Kristo kina nafasi yake, kama mwili huu unavyofananishwa. Mikono ina sehemu yake na ina umuhimu wake, miguu ina umuhimu wake, macho yana umuhimu wake, masikio yana umuhimu wake, pua zina umuhimu wake. Kila kiungo
anasema kuna viungo vingine vinaonekana ni kama havina heshima kabisa, lakini ndio viungo ambavyo tunavipa heshima na umuhimu mkubwa, kwa sababu vina umuhimu kwenye huo mwili. Hapa nikitaka kukuuliza, ni lini wewe umeshawahi kuona figo zako kwa macho yako? Hakuna siku umewahi kuona figo zako. Lakini je, hazipo kwenye mwili? Hazifanyi kazi kwenye mwili? Umewahi kukuta siku moja umelala kitandani ukaanza kusikia kelele zinasema mimi nimechoka? Yaani huko nje wengine ndio wanaosifiwa, kichwa kinasifiwa kwamba nywele zako nzuri, macho yanasifiwa kwamba macho yako ni mazuri yanarembua kweli, pua zako kama siji za mchina au za mzungu, siji miguu yako kama mguu wa chupa ya bia. Mimi huku maini sisifiwi hata siku moja, mimi figo sisifiwi hata siku moja, mimi sitaki kuanzia leo. Umewahi kusikia hiyo kelele? Hujawahi kusikia hicho kitu kinafanya hivyo, lakini viko kwenye mwili. Na wakati mwingine figo ziko ndani ya mwili zinapambana kuhakikisha mimi niweze kuexist, niweze kuishi. Figo, mwaje kusikia watu wanasema figo zinafeli? Au unasikia tu shule wamefeli? Hata figo zinafeli, sisi zinasoma wapi? Zinafeli, nasema figo moja imefeli au zote zimefeli. Zinatakiwa zibadilishwe. Nani anajitolea kutoa figo? Hapo ndio hata kama mmechumbiana ndio sasa kwa kuangalia. Figo yako unaweza ukampa honey baby. Halafu siku moja umpe ukute tukachumbiwa na mwingine. Lakini huwa zinafeli. Unaweza kumpa, na ndio upendo. Ndio upendo kwamba hata akichumbiwa na mwingine, hata akiolewa na mwingine na figo yako, yani ana ndoa na mtu mwingine na anazaa naye watoto kwa figo yako, sawa. Lakini figo zinafanya kazi ya figo mule ndani ya mwili. Mavitu yote tunayokula, kunywa, inakwenda kufanya kazi. Wataalamu watajua, mimi sio daktari, lakini wanatuambia hivyo kwamba usile hiki hapa kwa sababu utaharibu figo zako, si ndio? Usinywe hivi vitu kwa sababu vitaua nini? Figo. Na wanasema mpaka figo ije ifeli, yani imepambana to the maximum. Yani figo ni kitu kimoja kigumu sana. Angalia watu wanaovuruzana na pombe vilabuni kila siku, kuanzia asubuhi mpaka kesho mtu amelewa. Ni figo inafanya kazi. Figo inafanya kazi ya kuchuja sumu, kuondoa nini. Amekuja figo inamwambia hapa sasa nenda uani kakojoe, toa sumu. Anaenda anarudi, nipe mbili za moto. Anagonga, akirudi, sasa nipimie za kupima. Anagonga, akirudi nipe. Wanapokezana. Kuna watu wanakunywa pombe za kila sampuli. Figo inachakata mle ndani, inafanya kazi. Huyo mtu alianza kunywa pengine na miaka 18, 20 mpaka anakuja kufika na miaka 50, 60, bado figo tu ina struggle nayo huyu bwana. Lakini hata siku moja hajawahi kusema mimi sasa nimechoka, nimezidi, hebu sasa mguu uingie huku na wenyewe ufanye kazi ya figo. Haijawahi kutokea. Kwa hiyo hata katika mwili wa Kristo anasema kila kiungo kina umuhimu wake. Yaani ni hivi, wewe hivyo ulivyo tunakuhitaji sana hapa kanisani. Amen. Ndio unayefanya New Testament hapa Sabasaba ionekane hivi. Amen. Ndio inayofanya kanisa lionekane hivi lilivyo. Ndio inayofanya Kristo aonekane kwa watu. Wewe hivyo ulivyo. Sio kwamba uko kamili au niko kamili. We are not perfect.
kwenye maeneo mengi. Kila mtu ana ushindi kwenye eneo lake fulani, lakini kuna mahali anapambana kushinda. Na ni lini anashinda kutoka kwenye hiyo, huwezi kujua. Hata mimi niliyesimama hapa mbele yenu, kuna vitu nimepambana navyo kwa muda mrefu. Ili kushinda kwenye hivyo vitu, ni neema tu ya Mungu ilikuja kunitoa hapo. Na inanipa ujasiri wa kusema kwamba nimeshinda kwa neema tu. Lakini nafikiri hawakuwepo watu ambao walikuwa wananipa counseling, wanaonishauri, wanaoniombea, wanaonisema vibaya kwamba hii hapana? Unafikiri hawakuwepo watu ambao walikuwa wanatafuta namna gani huyu bwana tunamsaidia apone? Lakini uko kwenye njia fulani, una struggle kule kutoka. Wewe mwenyewe hupendi kukaa pale, lakini namna ya kutoka, ndugu, usije ukamlaumu mtu amenaswa kwenye jambo fulani ukasema huyu naye mbona mpumbavu. Sababu nimeshawahi kuwa mpumbavu, kwamba hii mbona ni rahisi tu, mbona ni rahisi, halafu ameanzaje yuko hapa. Kuna namna hatima yako inawindwa. Wakati Mungu anataka ufikie hatima yako na kusudi lako la wewe kuwepo hapa duniani, pia adui anatafuta kuhakikisha haufikii hiyo hatima yako. Kwa ziko njia nyingi za kukuingiza mahali, na usifikiri kwamba watu wanaingia ghafla pap. Inaanza namna fulani, taratibu. Baadaye kuja kushtuka, sasa hii njia kumbe sio yenyewe. Tayari uko kwenye mapori ya Ifwenkenya huko Chunya katikati. Ndio sasa sio kwenyewe. Lakini wakati unaanza taratibu, sasa labda napunga upepo na enjoy life. Mimi napenda adventure. Niangalie misitu mimi. Wa enjoy adventure, lakini unakwenda Ifwenkenya. Hujui, unapiga na kamluzi. Una enjoy adventure. Lakini ndio unakwenda kuja kushtuka uko mbali. Sasa kwanza kurudi, ndio shida inakuwa hapa. Kwa nini Mtume Paulo anatufundisha hivi vitu? Anataka tuone umuhimu wa kila mmoja. Amen. Kila mmoja katikati yetu ana umuhimu. Amen. No matter huyu mtu yukoje, lakini ana umuhimu wake. Alimradi tu huyu mtu amefanywa kuwa sehemu katika mwili wa Kristo, tunamhitaji. Amen. Amina. Tunamhitaji. Amina. Kanisani, nakumbuka wakati fulani tukiwa vijana, tulikuwa kanisani, alikuwepo kijana mmoja. Yaani alikuwa ni rafiki yetu, lakini kwa kweli alikuwa ni rafiki. Lucas knows. Sasa ilikuwa ni ngumu kumhendo, lakini asipoonekana tunapata shida, kwa sababu alikuwa ni mtu muhimu. Yaani unajua kabisa kwamba hapa leo hayupo. Yaani yeye katika wakati huo kuja nyumbani kwako akaingia, akaweka miguu juu ya meza, akamkuta baba yako anaangalia TV, anaweza akachukua remote abadilishe channel, wala hamna shida. Yaani yuko hivyo na yuko free na yuko happy. Kwa sisi wengine ndio kazi yetu kumcontrol. Acha bana. Acha wakati mwingine anakera kweli, anaudhi, mnamfokea, lakini yeye alikuwa free atacheka basi. Acha na hayo mambo na nyie bwana, mimi nataka kuangalia kifani au mimi nataka kufanya hivi bwana. Alikuwa anapenda kula chakula kwenye mboga, anapenda chumvi nyingi sana. Ataweka chumvi nyingi, wengine wote mtakasirika. Sasa kwa nini chumvi imekolea? Naona jaza tena machumvi mengine. Sasa mimi ndio napenda hivi. Kwa hiyo kazi yetu ni control. Ni pastor na kanisa
Huyo bwana alikuwa anachunga ng'ombe, analisha ng'ombe, anakata majani ya ng'ombe hapa mjini sana, amefanya kazi kwa watu wengi sana. Yaani mtu ambaye hakuna mtu angeweza kuamini kwamba kuna siku moja atakuwa mtu aishi mavile. Lakini baadaye Mungu kumbe ndani yake ameweka wito wa kichungaji. Sasa hivi sio yule mkata majani. Ana kanisa liko Dar es Salaam pale Sinza, kanisa kubwa. Unaelewa? Lenye watu wasomi wa kila namna. Maisha yake na familia yake sio maisha yale ya mkata majani ya ng'ombe. Masuala ya magari ni kitu anaamua abadilishe. Wapo watu ambao wako pale wamewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kile ambacho Mungu ameweka ndani yake kinafanya kazi. Lakini wakati ule pale kanisani, pamoja na kero zake na fujo zake na vurugu zake na nini, alikuwa ni mtu muhimu. Tusipomuona sisi hatuna raha. Kwa hiyo basi maeneo tu mengine ndio unaweza mkasema huku sasa hatuwezi kuenda na huyu, kwa sababu bwana kule tunaenda kwenye nyumba ya mtu fulani, bwana yule bwana tukienda na huyu hapana. Sasa tunamkwepaje? Tunamkwepa, tunakwenda kule ili tu tusiaibike na yeye asiaibike. Lakini ni mtu muhimu sana. Ni mtu muhimu sana. Kwa mwimbaji, mwanakwaya pale kanisani, ni wale watu ambao wako ready kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yaani wako ready kwa ajili ya kazi ya Mungu wakati wote. Wako pale. Tuko tunamhitaji. Haijalishi watu walikuwa wanamtazamaje kwamba huyu jamaa rafu na nini. Lakini leo hii unafikiri unaweza ukamwendea kama mtu rafu? Unakwenda kwa appointment. Kuna ofisi. Unakutana na secretary. Na mabodyguard kama wao. Ni mtu anazunguka, tunamwona kila mahali akihubiri, watu wanapokea, watu wanafunguka. Ni mtu wa maana. Mtu wa maana. Lakini tukikutana na mimi zangu tumekuwa wote kwenye wokovu, na actually mwanafunzi wetu katika mambo ya kiroho wakati anaokoka, bado anatuheshimu katika namna ile. Umesema vipi bwana? Sasa wapi sasa hivi bwana? Mbona unachelewa? Unajua kuchelewa wakati mwingine unaweza kuona kwa sababu hauko pale, uko hapa. Lakini kila mtu anakwenda mahali kwa wakati na masaa. Amen. Ni mtu wa maana. Hata mimi nikienda sio nikasema kwamba nikaenda tu rafu pale kwamba nimekuja, huyu ni jamaa yangu, namfahamu. Alikuwa anakata majani ya ng'ombe. Nataka kumuona ofisini. Hamna. Lazima nifuate protocol. Ni mtu wa maana. Kanisani wewe unajiona ni mtu aina gani? Pengine unapokuja. Unajua kuna ile kujiona kwamba wako wenye kanisa lao bwana. Wako wenyewe. Wenye nalo wapo. Sisi tupo tu pale. Hapana, hakuna mtu ambaye yupo tu hapa. Amen. Hakuna. Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Kwa namna fulani kuna kitu ambacho wewe aidha kinaonekana au hakionekani, lakini unatufanya tukamilike wenzako. Usipokuwepo hatukamiliki. Hatukamiliki. Kwa sababu kuna umuhimu. Kuna watu anaweza hata asijulikane hata jina kanisani, jina lake nani, lakini yupo kila siku, yuko pale. Anachokifanya unaweza usikione kabisa, lakini kumbe huyu mtu anaweza akawa ndio muombezi wa mchungaji, anaweza akawa ndio anaombea familia ya watu fulani. Kuna watu wanaweza kuwa na struggle kwenye ndoa na nini, pengine Mungu amemweka pale, yeye ana mzigo tu kuombea ndoa za kanisa hili, lakini hakuna anayejua wala hajawahi kutangaza wala kutangazwa kwamba huyu ni mwana maombi, lakini yupo na watu wanapona na watu wanafunguliwa. Hasemi hapana, na mimi ningetaka kuwa mkono, na mimi ningetaka kuwa mguu, na mimi ningetaka kuwa jicho, na mimi ningetaka kuwa sikio. Mungu akuweka pale wewe sikio,
pengine ungesikia vingi, tungepata tabu. Kuna watu wanalilia vipawa na karama. Nataka kuwa na macho ya rohoni. Nataka kuwa macho. Pengine Mungu hataki. Ukikodolea macho huko rohoni vitu, tutapata tabu. Ishawahi kutokea hiyo. Kipindi fulani tuliomba miaka ya nyuma, wakati tumejifunza kutoka kwa kutodani, macho ya rohoni, karama za kufanya kazi na nini, watu walifunguka. Watu walifunguka kweli kweli. Kuna vitu vilikuwa vinafanyika. Kuna level tuliwahi kwenda mpaka ikafika mahali Kristo akasema sasa hapana. Yes. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda kufika mahali tukasema huyu mtu hazikwi, tunafufua. Tulikuwa tunaweza tukakutana hapa tukasema usiku katika ulimwengu wa roho, leo tutembelee wodi ya watoto katika ulimwengu wa roho. Na kesho asubuhi tutakutana na kupeana taarifa. Naona tulivyokwenda kwenye wodi ya watoto katika ulimwengu wa roho. Na kweli unafunuliwa vitu katika wodi ya watoto na unaviona. Na tukienda kesho yetu kwenye wodi ya watoto, tunakuta kile tulichokiona na yale tuliyoyaona ndivyo yanavyofanyika pale kwenye wodi. Unajua nini kilitokea? Sisi wana neema imetuweka mahala ambapo Baba tunazungumza naye hivi live, kama alivyomwambia Musa. Wengine nitaongea nao kwa ndoto, na kama utaota ndoto, lakini wengine tunaona live, sio ndoto, tunaona. Sasa nafika mahali sasa naanza kuona na vitu vingi vya ajabu, nataka kuona hiki, nataka kuona ya nini? Kwani uliambiwa kwamba kila kitu lazima ukione? Watu wanataka kuona mpaka nguo za ndani za watu. Sasa ukiona kama vaa ya kijani, wewe inakusaidia nini? Ni mambo tu ni kutumia vibaya karama na vile vitu ambavyo Mungu ameweka ndani ya watu. Sio jamaa? Kwa hiyo inawezekana unatamani kuwa kitu fulani katika ulimwengu wa roho, lakini Mungu amekuweka katika nafasi nyingine ya kiungo katika mwili wa Kristo. Unafanya kitu kikubwa sana sana sana. Kama yupo tu mtu yeye hapendi kuona kanisa chafu, anakuja kufagia na kudeki. Wewe unafikiri huyo mtu anafanya kazi ndogo? Hiyo kazi ni kubwa sana. Kama kuna mtu anakwenda chooni, anaangalia je ni kusafi au vipi. Namkumbuka Pastor Niko, yeye ilikuwa akifika kanisani, cha kwanza lazima kaangalie vyoo ni safi, maji hapo na nini, yaani hivyo. Atakuwa ametoka huko kwenye kazi zake na mabegi yake ya kazini na nini, anapaki pikipiki lakini anakimbilia kuangalia vyoo viko safi, maji hapo. Utamkuta anafanya usafi kule. Wengine wamejipanga bata nipisha, nataka kukojoa. Hujali kama kinanuka au nini, lakini amesafisha mtu. Alikuwa ni muhimu. Katika mwili wa Kristo, kila mtu ana position ambayo Mungu amemposition pale. Amen. Wakati mwingine ni swala tu la kujua mimi ni nani sasa katika mwili wa Kristo. Usiruhusu kuwa tu sisi ni wale ambao tupo. Hapana. Lakini hatua ya pili, anazungumzia umuhimu wa kila kiungo. Anasema kiungo kimoja kikiumia katika huo mwili, na viungo vingine vinaumia pamoja nacho. Umeshawahi kutembea ukajikwaa au ukajigonga kucha? Unatembea bana mkata kucha. Yaani unasikia kwanza macho, utafunga macho, utakunja mdomo, utafanya nini? Mkono utashuka, utaenda utashika kile kidole, mgongo utashughulika kuinama. Yaani kila kitu yatakubali kukunjika ili ufikie tu pale kwenye kidole ambapo kamegongwa. Kila kiungo kitashughulika kuhakikisha kwamba kinasaidia hiki kiungo kimoja ambacho kimeumia. Hakuna kiungo kitakachosema kwamba shauri yake
tembea ovyo tu, kujigonga gonga nini, miguu haiko sawa. Hakuna, kila kiungo kitaumia. Mikono itakwenda itashika, mikono haitasema kwamba ya kulia pilau hii nikashike lidole gumba hilo limeumia. La nini? Mimi nasubiri mezani nikuse pilau. Ndio kazi yangu bwana. Mimi ni mkono. Lakini na mikono yenyewe itabishana kwamba mimi ni mkono wa kulia, mwingine atasema ni mkono wa kushoto. Kila kiungo katika mwili wa Kristo kina umuhimu wake. Katika kanisa usije ukamdharau mtu yeyote kwa vyovyote alivyo na anavyoonekana. Wakati mwingine tunapeana heshima kutokana na mionekano yetu, namna ninavyovaa, namna ninavyotembea, namna ninavyoongea, hali ya nyumbani kwangu, ile level ya maisha. Huyu sio msomi kama mimi, huyu hana biashara kubwa kama mimi, huyu haiko kama mimi, huyu ni hivi. Tunawekana kwenye level mbalimbali ili tuweze kumweka mtu mahali ambapo tunafikiria sisi. Lakini Mungu anapoangalia mwili wa Kristo, anaona umuhimu wa kila kiungo katika huu mwili ili uweze kufunction kama inavyotakiwa. Amen. Una function kwenye eneo gani? Kwa nini uko hapa? Wakina Ken wako hapa, wanaturekodi, wanarusha kwenye YouTube. Wako watu hapa wana connect vyombo, kina video, kina nani? Wako wakina Dani anaimba. Na hongera sana, umepata mtoto, mke wa Dani amejifungua, ametuletea binti. Tunaongezeka praise. Wanaimba. Wako vijana wanafanya shughuli za aina mbalimbali katika kanisa. Kila mmoja ana umuhimu wa kile ambacho anakifanya ndani ya kanisa. Na asipokuwepo, kila mtu atajua kwamba huyu hayupo. Dani asipokuwepo, kila mtu atajua Dani leo hayupo. Kenya akichelewaga tu mimi wanajua Kenya hayupo. Lakini akionekana na furahi sana. Nimemuona Kenya amekuja. Wakina Mwakajumba hayupo. Tunajua hayupo. Hatujisikii vizuri. Kina Damas asipoonekana, kina Jaki, watu wengi undani asipoonekana, tunajisikia vibaya kwamba kuna mtu amepungua katikati yetu. Hawa ni viungo pamoja na sisi katika mwili wa Kristo. Amen. Kama anapitia changamoto, anaugua, ana struggle na kitu fulani, tunaumia pamoja naye. Tunateseka pamoja naye. Ndio maana tunaombeana. Kwa nini? Kwa sababu ni mwenzetu katika mwili wa Kristo. Anatufanya tukamilike katika huu mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo hauwi mlemavu kwa sababu kila kiungo kiko pale, kinafanya kazi yake. Amen. Hii inatusaidia tuweze kuheshimiana ndani ya kanisa na kupendana. Amen. Kwa sababu tunatambua umuhimu wa kila mmoja. Mtume Paulo anasema, pamoja na kutaja umuhimu wa hivi viungo, ningeweza kuzungumza kwa mapana na mfano wa kila kiungo kimoja kimoja, lakini muda wetu hauturuhusu. Lakini kwenye Wakorintho wa kwanza 13 anasema hivi vitu vyote haviwezi kuwa kamili au haviwezi kufanyika pasipo upendo. Haviwezi kufanyika pasipo upendo. Hakuna ufundi wa namna ya kuviunganisha viungo katika mwili wa Kristo bila pendo. Amen. Wakorintho wa kwanza 13 ni chini tu hapo tulipokuwa nasoma mstari wa kwanza, anasema kwanza mstari wa 27 ambao tumemalizia, anasema sasa ninyi ni mwili wa Kristo na kila mmoja wenu ni sehemu ya huo mwili. Kila mmoja wetu ni sehemu ya huo mwili. Lakini sura ya 13 mstari wa kwanza anasema hata kama nitasema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa kengele inayolialia.
Biblia zingine zinasema kama nimekuwa upatu uvumao, au nyingine zinasema nimekuwa debe linalopiga kelele. Kengele inayolialia na toazi livumalo. Toazi ni vuvuzela. Yaani kama huna upendo umekuwa kama vuvuzela. Kwa hiyo sisi ili tuwe viungo vinavyofunction kwenye mwili wa Kristo, kinachotuunganisha ni love. Love one another. Pendo ndio linatufanya tuwe viungo vinavyofanya kazi kwa usahihi. Bila pendo hakuna namna tunavyoweza kuwa viungo katika mwili wa Kristo. Tutakuwa ni viungo vinavyofarakana katika mwili wa Kristo. Hiki kinamsukuma huyu huku, kinamsukuma huyu huku, kila mmoja kikitaka kuonyesha namna kinavyoweza kufunction. Kama mimi ni jicho, naweza nikaona mbali. Wewe mguu nini? Kwanza wakati mwingine wewe unakaa ndani ya suruali, unaweka ndani ya viatu. Mimi ni jicho, naona. Wewe ni nani? Sasa sisi ndio watumishi ambao tuko pale kanisani. Tana jamaa mmoja anasema ukifika pale, ukiuliza tu fulani watakwambia. Sisi ndio tuko pale. Tunapiga kazi pale, ukimuuliza hata askofu anajua. Ukiuliza tu fulani atakwambia. Sisi ndio tunanguruma pale, tunapeleka gospel mbele. Tunatembeza gospel kweli kweli. Lakini kuna watu watembezi gospel wako pale wanakuombea, wanapiga magoti mpaka yamekomaa. Bwana, tumia watumishi hawa. Tumia vijana hawa. Wape nguvu hawa. Wahubiri injili, wafanye kazi, watu wapone, watu waokolewe. Wanapiga magoti usiku kucha, wanakesha. Nikitokea hapa, nikifanya tu mkono hivi, pepo chini. Nikifanya hivi, pepo chini. Basi nakuwa superstar pale kanisani. Nakuwa superstar kwenye matelevision. Sisi wengine tubishani na pepo. Yaani mimi nikifanya tu hivi, nikifanya watu chini, basi unakuta vibwina vinaendelea pale nikutambishiana. Lakini hujui kwamba kuna watu wanaomba, wanafunga, wanamlilia Mungu. Wengine wanatoa sadaka zao hata kama ni ndogo, anatoa kwamba hii itasaidia huyu aonekane kwenye TV, huyu asafiri akahubiri, huyu afanye hivi. Lazima kila mmoja ajali mtu mwingine ndani ya kanisa. Amen. Kiona mtu kila siku anakuja ana kashati kale, badala ya kusema yule mwenye shati la blue, manake ndio shati lake moja alilonalo yule, tafuta shati nyingine mpatie, tafuta kiatu kingine mpatie, tafuta kitu kingine na yeye aonekane mtu. Amen. Kuja mtu yuko na furafu, manywele yako ovyo, chukua siku nyingine nenda naye saluni, mwambie kidogo, tumekuja kunyoa na my brother, anyoe nywele vizuri aonekane mtu. Iliwahi kututokea wakati tunahubiri masokoni, na malizia, tunahubiri mahali fulani masokoni, kila Jumapili tuko natoka tunakwenda kuhubiri masokoni, tunahubiri. Sasa jamaa yetu mwingine yeye suruali ni vile, shati ni vile. Just imagine mtu anavaa, kijana amevaa suruali ya pinki na shati la kijani kubwa sana, kwa mapindo makubwa. Ndio tuko nayo, na Biblia kubwa inayo, Biblia imechakaa, lakini ni mhubiri mzuri sana akisimama kuelezea ujumbe wa Kristo. Au utasema hili soko leo linageuka juu chini. Sasa badala ya kuona ile kwamba huyu mtu tunataka tumtengeneze au smart, sisi kazi yetu sasa maana tunaye bwana yaani hata kuwa hajui. Sasa unavaa ile suruali ya rangi hiyo, badala ya kusema huyu tununua suruali nzuri, tupatie suruali leo mfiti. Sio jamani? Suruali ndio mkaa na shati ndio mkaa, anyoe nywele vizuri. Tutafute Biblia nzuri, tunapoenda sokoni tunampa nafasi ya kuongea na watu, anawapelekea watu ujumbe. Siku moja tunaenda kuhubiri, jamaa mmoja anasema tunahubiri kwenye maduka.
Jamaa mmoja akaenda akachukua suruali dukani na shati nzuri kafunga kwenye mfuko wa kaki mkubwa. Tumemaliza kuhubiri pale, akasema jamani, Mungu awabariki sana, nimefurahi sana, ni mtumishi wa kubariki. Akamkabidhi jamaa yule bahasha ina suruali na shati. Jumapili nayo alikuja amependeza, amevaa suruali nzuri, amevaa shati nzuri, kasoro kiatu. Na sisi akili zikatukaa sawa, kama sasa kazi ya kiatu kumbe ni sisi. Aliyetuhubiria sio sisi tumehubiri kule sokoni, kuna mtu katuhubiria sisi. Kama nini akili zenu hazifunction? Mnampaje mtu nafasi ya kuzungumza na umma mkubwa namna hii, alafu yuko hivi na hamuoni aibu kwamba huyu mwenzetu hajakaa sawa, muonekano wake sio sawa, analeta ujumbe mkubwa wa serikali ya mbinguni. Yaani ni kama Marekani mtume balozi hapa, afu mkuta amevaa yebo suruali imetokoka hapa, afu amekuja hapa maneno ya mtasema hata hela ya kwenda kunyoa sina. Sasa jamani, nimewaleteni habari, Donald Trump amenituma atatoa bilioni 80 kwa ajili ya kujenga hapa. Mnamwangalia kwamba unasema naweza ukasema huyu kwanza tumchukue tumweke mahali fulani tupate uhakika kama kweli anatoka serikali ya Marekani, au tumpeleke Milembe hospital, kwa sababu anachoongea na namna alivyo ni tofauti. Kwa hiyo lazima tuangaliane. Amen. Kanisani hakuna kusema kwamba na yule gauni lake hili. Ukiona unaona gauni lake lile maana yake wewe unaambiwa mtafutie gauni lingine. Ukiona unaona viatu vyake ni vile maana yake wewe unaambiwa tafuta kiatu kingine kwa ajili ya mtu. Ukienda nyumbani kwake utakuwa hovyo, wewe ndio unaambiwa kwamba hapa kuna kitu kijakaa sawa. Kama una nafasi ya kufanya kitu, fanya kwa ajili ya yule mtu. Usiseme kwamba naenda nyumbani kwake. Kwa kweli sehemu zingine ni vituko. Yaani watu tunamuona hivi, naweza kufikiri mtu wa maana kwenda nyumbani kwake. Huna nafasi ya kufanya hivyo. Wewe umeonyeshwa ili ufanye kitu fulani kwa ajili ya mtu. Amen. Lakini pasipo upendo tunakuwa kama ni debe tupu linalia. Tutaongea vitu na kuambia, tunaweza tukaongea, nisema kwa sana tunaweza tukaongea mafunuo hapa, mafunuo makubwa, watu mpaka wakasema hatujawahi kuona watu wanaongea neno la Mungu kwa mapana na marefu na kina namna hii. Hawa watu wana neno, lakini kama hakuna upendo katikati yetu, anasema tunakuwa kama debe linalopiga kelele. Sasa tusiwe madebe hapa mjini yanayopiga kelele mbangana siku matoro ukipita za madebe hayo yanapita. Lakini tuwe viungo katika mwili wa Kristo, tuweze kuwasilisha ujumbe wa Kristo. Hata Kristo akiangalia namna yajivunie, anajivunia pendo analoliona. Ndio kinachompa sifa na heshima na utukufu Mungu. Amen. Namna tunavyokaa kwa upendo na kusaidiana. Amen. Kukiwa na upendo, anasema ya kwamba tutakuwa tunamjua Mungu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8, anasema wapendwa, na tupendane, kwa kuwa pendo linatoka kwa Mungu, si ndio? Anasema yeye asiye na upendo hamjui Mungu. Sema hamjui Mungu. Yaani ukikuta mtu ana chuki, hana upendo, huyo mtu hamjui Mungu. Yaani sio kwamba eti amekosea, ameteleza, hadi kwamba amenyooka moja kwa moja. Wanasema huyu hamjui Mungu, kwa sababu Mungu ni nani? Ni pendo. Kama umezaliwa na asili ya Mungu mwenyewe, Mungu ni pendo, lazima kitakachotoka ndani yetu ni nini? Ni pendo. Na hiyo ndio inatufanya sasa hivi rahisi sana mimi kuona Luka ni kiungo katika mwili wa Kristo, Suzi ni kiungo katika mwili wa Kristo. Napenda kanisa moja wanaitana kaka, wakina dada wanaita wanaume wote kaka, na wakina kaka wote wanawaita wanawake wote dada ile kanisa. Yaani halafu sio kaka unaiona kama kaka ya maneno, yaani ni kaka
kweli, kaka kweli. Wakija wakati kaka huyu anataka kuoa, sio kina dada wote ni dada zake huyu jamaa. Kila mmoja anaangalia kitu fulani, wakisha jamaa anakamilisha hili jambo. Yaani unaona kabisa kina kaka wote dada anaolewa. Yaani ni dada kweli. Nikajiuliza siku moja, hivi huyu askofu anafanikiwa vipi kuwatengeneza watu kama hivi? Yaani jamaa wale kaka, yaani haijalishi ukoje, umevaeje, unaonekanaje, lakini ni kaka. Halafu na kina kaka na wenyewe hawahitaji fulani fulani, wenyewe wanahitaji kaka fulani. Wakina dada wenyewe tena dada fulani, wenyewe kwa wenyewe. Wakikuta kaka zao ni kina kaka. Niliwahi kuona jamaa mmoja aliwahi kuishi Mbeya kwenye hilo kanisa. Alikuwa ni afisa mkubwa kabisa kwenye idara ya uhamiaji. Kubwa sana. Mimi nilikuwa mtu fulani wakati wa kwanza umri mdogo, alafu nyumbani kwetu kule Nonde ndo huko hivyo. Na kwa kwenye kageto mlango wenyewe hata nyao utoke sukuma unaweza kaanguka. Lakini afisa na athari zake za uhamiaji alikuwa anakuja. Kabisa. Leo nataka tuende nyumbani tukatembee. Ni kweli. Tunakwenda anakuja mpaka nyumbani. Sasa hapa huyu afisa nyumbani sasa atakula nini? Anakuja nyumbani. Kama nenda nunua viazi, labda viazi vitamu nini anachemsha, anamenya anakula. Afisa mkubwa kabisa anayepigiwa saluti kubwa. Lakini alipewa dhamana ya kunifuatilia mimi. Ajue nyumbani nakoishi, ajue nani, anakuja mpaka nyumbani. Hakuja nyumbani kama nisio kwenda kanisani, wakati pengine mimi nakimbia kwenda kuoga, anabrush viatu vyangu. Afisa mkubwa. Kabisa. Nilikuwa naputa viatu hapo. Na nafika pale mimi natetemeka. Jamaa, vipi mzee? Alihamishwa akahama hotelini, alienda kupanga kachumba fulani Majengo. Anasema unajua nikikaa kule nashindwa kuonana na watu vizuri. Watu wanaogopa. Nikiwaambia karibuni ninapokaa, wakija wakikuta ni hotelini, wanaanza kuwa na nani tofauti. Wanakosa ule uhuru na mimi. Akaenda kapanga kachumba Majengo, kanunuka kitanda na kagodoro na nini, alikuwa ameacha familia yake Dar es Salaam. Anakapa ili tuwe tunaweza kwenda kuongea naye. Just imagine. Asisikie una shida yoyote, yuko kukusaidia. Mwingine alikuwa ni afisa magereza mkubwa kabisa. Wote hao walikuwa kabisa. Mimi kadogo tu kwa kabisa. Zaibani ni afisa mkubwa kabisa. Wanaponyenyekea kanisa lilikuwa unashangaa. Hiyo nini kilikuwa kinawezesha hiyo kitu? Upendo. Amen. Upendo. Yaani wameweka thamani kwa kila mtu. Kama huyu ni mtoto wa Mungu. Huyu ana thamani kuliko ninavyomtazama mimi. Akipotea huyu, tumepoteza kitu kikubwa. Amen. Na hiyo ndio itasababisha kwamba hata inapofika mahali unaona kuna kitu ambacho kinaweza kusababisha mtu mwingine kuumia, unakuwa rahisi sana ukikwepa hicho kitu ili mtu huyu asifanye nini? Asiumie. Mchungaji ameongea asubuhi hapa. Ameongea point moja. Sasa unaweza ukawa wakati mwingine umeamka una hasira. Kwa point niliandika hapa jana kwa mchungaji. Kwa ukikasirika, maliza kabla ya jua kuzama. Jua kuzama inahusu muda au mwendo unaotembea na hicho kitu ambacho kimekuudhi ndani ya moyo wako. Kwa nini nimeandika jana? Kashangaa asubuhi mama mchungaji anaongea hiyo kitu. Kwa wakati mwingine hasira, kuna vitu vinaweza vikatokea vikakaa ndani yako, vikakusababisha ukaondoka kabisa katika furaha ya Bwana, ukaondoka kwenye amani.
Anaposema usiache hasira yako iende mpaka jua kuzama au jua kuchwa, anazungumzia muda, anazungumzia mwendo. Unaweza ukaenda hicho kitu ndani, kimekutesa, kimekukamata mpaka jua linazama, yaani mpaka wakati wako wa kutimiza au kufikia hatima yako unakwisha, hujatimiza au hujafika pale kwa sababu tu umekasirika. Jua linazama. Nakumbuka wale walioenda kwenye shamba na mtu mmoja, Yesu anasema wengine walienda asubuhi, wengine wakaenda mchana, wengine wakaenda jioni. Muda umekwisha. Na Biblia inasema kwamba tuko masaa ya jioni. Kwa hiyo kila kitu tunachofanya tuangalie mioyoni mwetu, tusibebe vitu ambavyo utaenda navyo mwendo mrefu. Jua kuzama ni mwendo mrefu, mwendo unaoelekea kumaliza hatima, kumaliza siku, kumaliza muda. Usibebe vitu ambavyo vitamaliza muda wako, vitamaliza siku yako, vitakwamisha hatima yako. Viachilie kwa wakati, kwa urahisi. Unaweza kuwa na sababu kwamba vingine vinaumiza jamani. Huyu anaweza toka anaongea tu hapo, lakini hajui vinaumizaga ndugu yangu. Kweli vipo, lakini visichukue hatima yako, visichukue siku yako, visimalize muda wako. Viache vipite, viache viende, kwamba haya yametokea, hayana budi kutokea, lakini natazama mbele yangu iko hatima njema. Amen. Yapo. Unaweza ukakwazika na kitu ukasema hiki kwa kweli mimi hata kama anasema kusamehe, sijui kama naweza. Ni kweli huwezi. Ndio maana tunasema hapo sasa inakuja neema kukubeba, alimradi tu uko willing kuachilia. Kama mimi kitu sitaki kikae ndani yangu, sitaki kinichukulie muda wangu, sitaki kinitese, sitaki kimalize siku yangu. Jua halitakuchwa, hii ipite.